Karibu. Mpishe mwenzio akae. Eh? Mpishe mwenzio akae. Mpishe basi. Kwa hiyo hapa nilikuwa nasubiriwa mimi. Nani mwingine wa kusubiriwa? Sasa kama nilivyokuambia dada, nilizungumza naye huyu bwana Mpaliana. Niongea naye mara ya kwanza, nikaongea naye mara ya pili. Yeye msimamo wake ni nyumba isiuzwe. Na yeye sio anaona kitu gani pale kikubwa. Lakini mimi kama nilivyokuambia, mimi msimamo wangu na takwa langu kubwa ninalotaka ni pale pauzwe, kila mtu ape cha kwake. Tujikomue kimaisha, maisha sio mazuri, tunaishi maisha mabovu. Yani sisi kila siku tunaishi leo, kesho yetu hatuijui. Kwa hiyo tukipata kile kiasi cha pesa, kila mtu akienda kufanya anachoweza kufanya, at least tunaweza tukafanikiwa. Sasa mimi ni kwa Nyamaza. Kaa kimya. Ongea mwenzio. Mambo ndo yanaenda hivyo. Wewe brother tulia, ili nyumba iuzwe, mgao utapita, na mimi nafikiri ili kwa kukusaidia utazidi kidogo. Na sisi hapa tuvunje undugu, si unanielewa? Sisi tunauza nyumba yetu ili ikasaidie maisha yetu. Au unaona raha maisha tunayoishi. Sasa mimi kitu kimoja nyumbani niulize. Japo kuwa nikitaka kuchangia wazo na nistopisha. Kwenye kiti hapo mmeninyanyua. Mfano tukiuza ile nyumba, nani ataweza kukaa na mama katini? Kwa sababu ni mama yetu wote. Mzigo wetu wote, lakini umefia kwako. Mzigo, tatizo limetoka kwako. Kwa hiyo kosa langu mimi ni kukaa na mama pale nyumbani. Mpalianda, kila mtu atapewa cha kwake. Na huu mzigo wa mama ni wa kwako kwa sababu wewe ndio mlengwa. Wewe kitu gani uelewe? Sasa ni wa kwangu vipi? Kosa langu hili tatizo limetoka wapi? Mimi naishi pale. Hili tatizo limetoka kwako wewe. Kwa sababu wewe ndio unaishi naye. Na kwa maisha yako inawezekana tayari ushafanya huko ulichokufanya. Ukaongopewa na waganga labda hivi ndio tanini. Basi hili jambo yani hili ni la kwako. Dadangu naona naamini hiyo swala. Mimi naamini. Yaani mimi nimeenda kwa mganga. Ndio. Wakaniongopea ili mradi mama yangu nimfanye awe hivyo jinsi alivyo. Hapo unarudia. Si tumemaliza, ile nyumba inauzwa.